السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك العظمى لنا مددا ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسد. أنت العليم وقد وجهت يا أملي إلى رجائك وجها سائلا ويدا وللرجاء ثواب أنت تعلمه فاجعل ثوابي دوام الستر لي أبدا. ربي فاسلك بنا طريق رجال سلكوا في التقى طريقا سويا وهدنا ربنا لما قد هديت السادة العارفين أهل المسيا واجعل العلم مقتدانا بحكم الذوق في فهم سر معنى المعية واحفظ القلب أن يلم به الشيطان والنفس والهوى والدنيا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. ويقول أيضا إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. معاشر المسلمين أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم, tunarejesha shukurani kwa Al-Haq tabaraka wa taala, kwa Mwenyezi Mungu mtukufu ambaye ndiye mwenye kustahiki kurejeshewa shukurani zote fi kulli waqtin wa hin. Tuko katika sehemu tukufu ambayo ni masjidun, sehemu ya msikitini ambayo adhina Allahu an turfa. Al-Haq tabaraka wa taala ni katika ashrafu amakin. Kuna sehemu ambazo kwamba zinakuwa na utukufu mkubwa. Al-amakin takhtalif, sehemu zinatofautiana. Wal azminatun takhtalif kadhalik, zama zinatofautiana. Wal ashkhas yakhtalifun, na watu pia wanatofautiana. Wal-Haq tabaraka wa taala aba tasawi fi khalqihi. Al-Haq tabaraka wa taala, Mwenyezi Mungu amekataa kuweka sawa sawa vitu. Mambo yanatofautiana na yanakuwa na hali tofauti kulingamana na hali vile ambavyo kwamba zinakuwa. Kwa hiyo msikiti ni moja katika zile biqa, katika ile sehemu ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuambia sisi na ametutaka Waislamu wawe ni wenye kuwa ndani, wawe wakitekeleza swala hiyo ambao ndio ni a'dhamul arkani baada shahada as-salah. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam, tukumbuka, alipigia mfano swala na mto an-nahru al-jari. Mtume sallallahu alaihi wasallam apigia mfano swala
kwa mto ambao kwamba ni wenye kupita, akisema araaitum law anna baba ahadikum law anna nahara bibabi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marratin hal yabqa min daradihi shay'un qalu la yabqa min daradihi shay'un qala kadhalika mithlu salawati al-5 yamhu Allahu bihinna al-khataaya. Asema araaitum law anna nahara, naonaje, law anna nahara, lau mto, bibabi ahadikum, uko katika mlango wa mmoja wenu. Kuna mto ana nyumba yake mmoja wenu, na nyumba yake ile mbele yake kuna mto, ule mto unapita katika ile nyumba yake. Akawa mtu kama yule shaghil, yani shughuli yake kubwa anakuwa yaghtasil, anapata nadhafa na jinadhifisha, fi kulli yawmin, katika kila siku anakuwa mtu kama yule yaghtasilu minhu kulla yawmin fi 5 marrat, au yaghtasilu fihi, katika riwaya nyingine anaoga katika ndani ya mto ule, au anaoga kutokamana na mto ule kila siku 5 marrat. Fa Rasul sallallahu alaihi wasallam saala ashaba, mtume akawauliza masahaba zake, hal yabqa min daranihi shay'un, je, mtu kama huyu unadhania kwamba kuna uchafu wote anaweza kubakia nao? Qalu la yabqa min daranihi shay'un, wakasema hapana, hakuna uchafu wote ambao kwamba unaweza kubakia. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kadhalika mithlu salawati al-5, hiyo ndio mfano wa swala 5, yamhu Allahu bihinna al-khataaya, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yamhu bihinna al-khataaya, kwa ajili ya hizo swala 5 ndio Mwenyezi Mungu anafuta madhambi. Kwa hiyo as-salawat, yani al-masjid ambao ndio mahallu salat, ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Nur aeleza kwamba fi buyutin adhina Allahu an turfa wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al qulub wal absar liyajziyahum Allahu ahsana ma 'amilu wa yazidahum min fadlihi wallahu yarzuqu man yasha bighairi hisab. Aya katika suratul Nur. Kwa hiyo ni sehemu ambayo kwamba ni kubwa katika masiku ambayo kwamba ni matukufu, ambayo ni masiku ya Ramadhani hii, tukiwa katika ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, katika masiku matukufu ya Ramadhani. Maashara almuslimin, bila ya kupoteza muda kwa sababu ya wakati wetu ambao kwamba tuko nao, na tuangie moja kwa moja katika sulbil mawdhu' ya darsa yetu. Maashara almuslimin, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Al-Qur'anul Karim anatuambia kwamba haya masiku ya Ramadhani haya ni ayaman ma'dudat, masiku ambayo kwamba ni yenye kuhesabika, na wa fi kulli yawmin al-ayamun hadhihi tanqati' wa tansalikh, inamalizika na inaelekea mwisho. Sual latakakana mtu awe anajiuliza, mpaka sasa mimi maladhi hustu fi hadha ash-shahr al-karim au fi hadhihi al-ayam al-ayam alladhi insalakhat, ajiuliza haya masiku ambayo kwamba yameshapita haya, mimi mpaka sasa nimefika wapi? Je, nimekuwa katika ndani yake, nimejipangia program ambazo kwamba ni thabita au ni thabiti, ziko sawa sawa, program kama zile ambazo kwamba tunaelekea mwezi wa Ramadhani huu unaelekea katika mwisho. Kuna programu ya Qur'anul Karim, mimi nimejipangia kusoma kalamullah jalla jalalu, ambao ndio ni mwezi wake huo, kwa sababu al-Qur'anul Karim shahru Ramadhan unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda, na hakuna katika ibada kubwa ka qira'atul Qur'an kama kusoma al-Qur'an, kitabullah jalla jalaluhu. Asema shari'atullah fil insani tibyan wa kullu shay'in siwa al-Qur'an khusran. Yule mmoja anatuambia kwamba shari'atullah, sheria ya Mwenyezi Mungu lil insani, kwa mwanadamu, tibyan, iko wazi kabisa, iko bayin. Mwenyezi Mungu ameibainisha sheria yake katika ndani ya al-Qur'anul Karim, na ndiyo sharia. Qur'an ndiyo sharia. Sasa anasema kila kitu, yani shari'atullah lil insani, kwa mwanadamu ni tibyan, iko wazi. Wa kullu shay'in siwa al-Qur'an
khusran. Kila kitu isiyokuwa Qur'ani ni khusran, ni khasara. Sasa je, kuna programu gani ya Al-Qur'an Al-Karim? Na Qur'an hadith bihi wala haraj, yizungumzie wala haraj. Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia kwamba katika hadithi ya Ibn Mas'ud, man qaraa harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi'ashri amthaliha. La aqulu alif lam mim harf walakin alif harf wa lam harf wa mim harf. Harfu moja ina hasanatun, ina hasana, ina jema moja, ina 10 bi'ashri amthaliha, kwa 10 mfano wake. Wal hasanatu bi'ashri amthaliha, kama Mwenyezi Mungu anavyotuambia. Kwa hiyo mwenye kusoma harfu moja ana hasana, wal hasanatu bi'ashri amthaliha. Asema la aqulu alif lam mim harf, sisemi kwamba alif lam na mim ni harufu, walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harf. Ile ukisema alif lam mim ni thawabu 30, zile ni alifu lam na mim. Kwa hiyo Qur'an ndio kila kitu. Qur'an ndio risala ya Allah tabaraka wa taala. Ama ni lile suala ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam anaelezea katika suratul Furqan, akiushtakia umma kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Aya katika suratul Furqan aya ya 30, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala asema, waqala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Waqala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anamshtakia Mwenyezi Mungu kwamba kaumi yangu, watu wangu wameifanya Qur'ani, wameiepuka na kuigura Qur'ani. Je, wewe ni katika hiyo ni katika hawa ambao kwamba la yatluna kitabu Allah jalla jalaluhu, awasomi kitabu ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, amekigura? Na kumbuka mmoja katika ulama, Ibn Taymiyyah ametaja imetaja katika kitabu cha Tibyan fi ulumil Qur'an, asema Ibn Taymiyyah asema, anafasiri yeye maneno ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwamba waqala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura, kwamba Mwenyezi Mungu anasema, Mwenyezi Mungu mtume asema, akishtakia akisema kaumu zangu wameichukua Qur'ani ni mahjura, wameigura. Asema man lam yaqra al-Qur'ana faqad hajara. Hii inasema inaingia katika sehemu 3. Sehemu ya kwanza asema man lam yaqra al-Qur'ana faqad hajara, yule ambaye kwamba haisomi Qur'ani huwa ashaigura Qur'ani. Wa man qara al-Qur'an man lam yaqra al-Qur'ana faqad hajara, wa man qara'ahu wa lam ya'mal bihi faqad hajara, wa man qara al-Qur'an wa lam yatadabbar qira'atahu. Na yule ambaye kwamba man qara al-Qur'an, na yule ambaye kwamba atasoma Qur'ani wa lam yatadabbar maanihi, imekuja nafsi yake namna hiyo, wa lam yatadabbar maanihi, akaisoma Qur'ani lakini asizingatie zile maani yake. Qur'ani inaamrisha nini? Qur'ani ni risala, ni message ya Mwenyezi Mungu. Inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira. Inna arsalnaka, ni risala. Mtume sallallahu alaihi wasallam wal mursal, wa hunaka risala ambayo ndio al-Qur'an al-Karim, wal mursil huwa Allah jalla jalaluhu. Taban hunaka risala, na wale ambao wametumiwa ni sisi, ndio ambao kama tumetumiwa ar-risala ambayo ni al-Qur'an. Mwenyezi Mungu anasema kwamba afala yatadabbaruna al-Qur'an ama ala qulubin akfaluha, hivyo hawaizingatii Qur'ani. Inatakikana Qur'ani pia tuijue zile maani zake, Mwenyezi Mungu anasema nini. Kwa hiyo tilawa Qur'ani, kuisoma kama kuisoma taban ibada kabira adhima. Wa man qara'ahu wa man qara'a al-Qur'an wa lam yatadabbar ma'anihi faqad hajara. Kisha wa man qara'ahu wa tadabbara ma'anihi wa lam ya'mal bihi, na mwenye kusoma Qur'an akazingatia maana yake lakini asifanyie kazi, faqad hajara, asema pia yeye ameigura Qur'an. Kwa hiyo lazima hii sehemu 3 zote, mtu ambaye kwamba asome Qur'ani ameigura Qur'an, mwenye kuisoma Qur'an asizingatie maana yake pia ameigura Qur'an, yule mwenye kuisoma Qur'an akazingatia maana yake lakini asifanyie kazi pia ameigura Qur'an. Hii ni risala ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Maashara almuslimin, 10 la mwisho hili ndio mu'adham au ndio ni a'zam yale zile khisal Ramadhan, yale masail muhimu ahamia
au yale mambo ambayo kwamba yana ukubwa, yana uzito mkubwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Inapoingia katika 10 la mwisho, ndio ambalo kwamba limekusanya kila kitu. 10 la mwisho hili ambalo tuko ndani yake, na hili 10 la mwisho lina durusi, na tunaambia kwamba kila moja katika zile huwa ni darsa kubwa katika durusi. 10 la mwisho hili lina i'tikafu. I'tikafu ni darsa katika durusi ambazo kwamba zinataka kutolewa na zizungumziwe, na imezungumziwa i'tikafu. 10 la mwisho hili lina i'tikafu ndani yake. 10 la mwisho hili lina tahajjud, kuna salatu tahajjud. 10 la mwisho hili lina lailatul qadr ndani yake, ambayo kwamba ndio inatarajiwa zaidi. 10 la mwisho hili ndilo ambalo kwamba lina kutolewa ile zakatul fitri. 10 la mwisho hili ndio lina Eid, limekusanya. Kwa hiyo yale mambo yote yale makubwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, basi yaangalie katika al-ashr al-akhira min Ramadhan. Dalili kubwa ya hayo ni nini? Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa wetosheka kwamba yale masail yale mambo ambayo kwamba yamekusanya ile 10 la mwisho ni masail adham, ni yale mambo mazito, yale mambo makubwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na kwa nini iwe namna hiyo? Unajua kwamba sasa ndio mwisho ndio safari naenda na mwisho hii Kwa hiyo kila safari inapokwenda na mwisho na mambo yake nayo yanakuwa na uzito mkubwa, na mtu huwa anatakikana amuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma ja'al khaira a'malina awakhiraha wa khaira a'malina khawatimaha wa khaira ayyamina yawma nalqaka fi. Allahumma ja'al khaira a'malina awakhiraha, ewe Mola jalia bora ya amali zetu, matunda yetu, khaira a'malina awakhiraha, iwe mwisho wake, wa khaira a'malina, na mwisho wa amali zetu, awakhiraha, iwe mwisho wake, wa khaira ayyamina yawma nalqaka fi, na bora ya masiku yetu ni yale ambayo kwamba tutakutana na wewe, yale ambayo tutarejeshwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun, aya ya mwisho katika suratul Baqara, na ndiyo aya ya mwisho nuzula. Kwa hiyo ni ikiwa katika hali kama hizo, utaona kwamba moja kwa moja zile mambo ambayo kwamba ni makubwa ambayo kwamba yamekusanywa katika mwisho, katika hii 10 la mwisho. Kwa hiyo ikiwa katika kumuomba Mwenyezi Mungu kwamba katika yale masiku yetu ya mwisho, zile amali zetu, basi iwe mwisho wake ndio iwe kheri. Na angalia katika nadharia ya hali yoyote ile, utaona jambo lolote lile linaangaliwa mwisho hata Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mwanadamu pia anaangaliwa ile mwisho wake, kwa ile khitamu yake inakaa namna gani na jambo lote Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana mwisho wake unakuwa namna gani inakaa namna gani ile mwisho wake. Kwa hiyo mwanadamu unaangaliwa mwisho wake, anaweza kufanya amal, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli aljanna hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alayhi alkitabu fayamalu amali ahli an-nar fayadkhuluha, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alayhi alkitab wa ya'malu amala ahli aljannati wa yadkhuluha. Pamoja na kuwa si kitu sana ambacho kwamba kinatokea, lakini wa mara nyingi kinatokea, iwe wakati mwingine kinatokea mtu anaweza kufanya amali. Katika ile hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akielezea marahili ya mwanadamu katika ndani ya tumbo lake. Mwisho wa hadithi Mtume asema kwamba mmoja wenu anaweza kufanya amali ya matendo ya watu wa peponi au matendo ya watu wa peponi mpaka kuna bakia baina yake yeye na kuingia peponi isipokuwa dhiraa, kisha fayasbiqu alayhi alkitabu, anatanguliwa na kitabu kiwe amekuwa huyu Mwenyezi Mungu amemwandikia ni shaqiya, wali'udhu billahi ta'ala min dhalik, fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha, afanye matendo ya watu wa motoni kisha ingie katika ndani ya moto, na mmoja wenu afanye matendo ya watu wa peponi mpaka ibakie baina yake yeye na baina ya moto isipokuwa dhiraa, fayamalu bi'amali ahli al-jannati fayadkhuluha, afanye amali za watu wa peponi kisha ingie katika ndani ya peponi. Lakini hizi ulama watuambia zinatokea nadir sana, si sana kwamba wewe inakuwa namna hiyo kwa sababu amali ndizo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anazizingatia zaidi amali za mtu na rahma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini wakati mwingine huwa nadir inatokea namna hiyo. Hii kuonyesha kwamba
Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anazingatia ule mwisho wako unakuwa namna gani Na ndio utaona kwamba Iblisi Shaitani mara nyingi anasema qaswa madhahari man sa'ala Allah husna al-khitam au husna al-khatima, amevunja maombo yangu yule ambaye kwamba anaomba mwisho mwema. Kwa hiyo kila kitu utaona mwisho wake ile awale. Na hata kuna hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia kwamba yani mwisho ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yani ndio anazingatia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awaqibul umur, mwisho wa mambo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo utaona kwa kuwa inaenda katika mwisho. Hata mpira, watu wanapocheza mpira, hata timu yako ikiwa ni mzuri namna gani, ikacheza mchezo mzuri kabisa, yani ikawa ina standard ile high standard lakini mwisho wake ikafungwa, basi ile standard yake yote ile inakuwa ni saqit, inapomoka, inaanguka chini una high standard lakini umefungwa. Kwa hiyo mwisho wake unakuwa namna gani? Tumefahamiana vizuri nafikiri. Kwa hiyo kwa kuwa tunaelekea katika mwisho, ndio utaona zile adhabul umur, na ndiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia kwamba hadithi ya Sayyida Aisha radhiallahu anha wa ardhaha, atuambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha dakhala al-ashru ay al-ashru akhirati min Ramadan shadda mi'zara wa ahya layla wa aykadha ahla. Hadithi ambayo ni muttafaqun alayhi, hadithi iliyopokewa na al-Imam al-Bukhari wa Muslim. Anatuambia Sayyida Aisha radhiallahu anha wa ardhaha, Sayyida Aisha nana yetu Aisha tuambia kwamba kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha dakhala al-ashru, ilikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ikiingia katika 10 ay al-ashru al-akhira, yani 10 la mwisho min Ramadhan, Mtume sallallahu alaihi wasallam shadda mi'zara. Shadda mi'zara ni nini maana ya shadda mi'zara? Shadda yashuddu ni kukaza, yani anakaza kikoi chake. Tafsiri yake asema shadda mi'zara, maana yake anakaza kikoi chake. Lakini je, ni nini maana ya Mtume sallallahu alaihi wasallam shadda mi'zara, anakaza kikoi chake Mtume sallallahu alaihi wasallam? Wanatuambia hiyo ni kinaya, maana yake Mtume sallallahu alaihi wasallam ayatazala nisaa au shadda mi'zarahu lilibada, anakaza kikoi chake kwa ajili ya ibada, au Mtume sallallahu alaihi wasallam anawagura i'tizal an-nisa, anawagura wake zake Mtume sallallahu alaihi wasallam, na anaelekea moja kwa moja katika ibada. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam al-ashr al-akhira, hii ndio alikuwa amefanya i'tikafu katika ndani ya msikiti, na tutakuja kuzungumzia masala ya i'tikafu sababu tumesema hizi ni durus. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam shadda mi'zara, alikuwa akijipinda, maana yake yani zada ijtihadu, ile ijtihadi yake inakuwa juu zaidi katika ibada. Na ndio utamuona kwamba alikuwa akikaa ndani na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikaa i'tikafu. Mtume sallallahu alaihi wasallam ka i'tikafu ndani ya msikiti katika al-ashr al-akhira, katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo ile zada mihzara ni kwamba ile jitihadi yake ilikuwa inazidi nahwa al-ibada. Kisha wa ahya laylahu, kisha akihuisha ule usiku wake, yani ahya laylahu, alikuwa akihuisha usiku wake Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ibada, kwa maana ya ibada. Kisha wa aikadha ahlahu, akiwaamsha wake zake ni swala, kwa ajili ya salat tahajjud, kwa sababu ya salatu tahajjud. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam huwa binafsi, yeye mwenyewe alikuwa ile ijtihadi yake katika al-ashr al-akhira ni kubwa zaidi. Na ndio Ramadhani inapiga baibai inatoka, na ndio maana tumeona Mtume sallallahu alaihi wasallam anajipinda zaidi, kwa sababu kupata Ramadhani ni fursa adhima, na uwezi kujua kwamba wewe utapata Ramadhani nyingine. Wangapi ambao kwamba tumekuwa na wao katika Ramadhani iliyopita, hii Ramadhani ambayo kwamba iko karibu na kuingia, intakala ila jiwari llahi jalla jalaluhu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Na hakuna mwanadamu yeyote ambaye kwamba anajijua atakufa lini na atakwenda lini kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo ikiwa umepata fursa ya Ramadhani hii, ni kujitahidi katika zile ibadat, na inapofika katika mwisho huko, katika mwisho huo, inatakikana uwe ni mwenye kujipinda zaidi. Yule mmoja katika shuara anatuambia, ya khadim al-jism kad tas'a li khidmatihi atatlubu ar-ribha mimma fihi khusran in hadha bir-ruh wastakmil al-fadailaha fa anta bir-ruh la bil-jism insan. Asema ewe mwenye kutumikia mwili na kuenda mbio katika kutengeneza. Tukimaliza maudhui yetu, ya khadim al-jism, ewe mwenye kuenda mbio
na inatakikana katika kuenda mbio tafuta riziki, basi angalia vizuri katika harakati zako ya khadim aljismi, au mwenye kutumikia mwili, kamtasaa li khidmati, au katika riwaya nyingine sema kamtashqa li khidmati, unakuwa kamtasaa, mara ngapi unaenda mbio katika kuitumikia, au kamtashqa li khidmati, mara ngapi unaenda katika tashqa kuwa mbaya, yani katika kutumikia ule mwili wako, pengine uingie katika muharramati na nini hizo. Kamtasaa li khidmati, atasema atatlubu riba mimma fihi khusran, unatafuta faida kwa sehemu ambayo kwamba ndani yake kuna hasara. Asema inhadhu birruh, basi istakbil ala nafsi, istakbil ala an-nafs, katika sehemu nyingine utapia namna hiyo, au aqbil ala ruh, elekea katika roho yako, au inhadhu birruhi wastakbil fadailaha, kamilisha zile utukufu, yale mambo ya khairi yote ambayo yanatakikana katika roho yako ile. Fa anta birruhi la biljismi insan, wewe ni kwa roho yako, sio kwa mwili. Mwanadamu ni kwa ile roho yake, sio ule mwili wake. Kwa hiyo arruhu ni a'zam wa akbar wa ajal kuliko ile aljism. Kwa hiyo utumikie mwili wako, lakini in'adhu birruhi wastakmil fadailaha, tekeleza zile fadhaili za roho yako, fanya mambo ya a'mal as-salihah katika kuitengeneza roho yako ile na kuitumikia katika hali ambazo kwamba ni njema, ambayo kwamba roho ile itakuja kupata kheri. Wakati ambao kwamba itakuwa siku imemalizika, mwili umenyamaza, roho kama ile inakuwa ni yenye kupata kheri kubwa kwa zile amali za kheri na yale maisha mazuri ambayo kwamba umeisha katika ayami Ramadhan, katika masiku ya Ramadhani na katika masiku yako ya kimaisha vile ambavyo kwamba umeisha. Kwa hiyo maashara almuslimin, kitu muhimu ni kuwa hizi durusi insha Allah taala zitakuwa ni zenye kuendelea, lakini tumesema hii 10 la mwisho lina durus ambazo kwamba zinakuwa ni zenye moja baada ya nyingine. Kubwa zaidi ni kwamba ile ijtihadi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam iliyokuwa katika ndani ya huu mwezi mtukufu wa Ramadhan, katika ile 10 al-ashr al-akhira. Kwa hiyo insha Allah taala ndani kuna masaili ya Lailatul Qadr kama tulivyoelezea, kama kuna masala ya i'tikaf, masala ya tahajjud, hizi zote ni kuzungumziwa na zile nasaih katika kuzungumzia hali kama hiyo. Maashara almuslimin, almuhim mpaka sasa nafikiri tumefika katika time yetu, na kitu muhimu tusijisahau, kwa sababu tuko katika masiku matukufu haya, kisha tuko katika mwisho, tuwe ni wenye kujitahidi katika kufanya ibadati hizi na kufanya kila lile ambalo kwamba litakukurubisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na litakupeleka katika khairi. Man sama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man qama laylatal qadri ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wallahu wa rasuluhu a'lam. Tumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuwafikie katika kila la khairi, atupe tawfik katika al-a'mal as-salihah katika hizi siku ambazo kwamba zimebakia. Mwenyezi Mungu atuwafikie katika i'tikaf, atuwafikie katika ibadati kullaha. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe kila la khair inshallah, aifanye mwisho wake ni khitamuhu misk, iwe ni mwisho ambao kwamba ni misk, ni mwisho ambao kwamba ni mwema. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wale ambao kwamba ni wagonjwa wapoze magonjwa yao, wale ambao kwamba wana haja, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala watekeleze haja zao, na kila ambaye kwamba na mazito, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala afanyie sahali katika mazito yake, na atuwafikie kila la khairi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuwafikie nisia, azikubali saumu zetu, na atuwafikie katika kila la khairi. Ata ramadhanu mazra'atul ibadi litathhir alqulubi min alfasadi fa'addi huquqahu qawlan wa fi'lan wa zadaka fattakhidhu ila almaadi faman zara'a alhububa wa ma saqaha ta'awwaha nadiman yawm alhasad. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wassalamu ala rasulillah محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ربنا انفعنا بما علمتنا، ربي علمنا الذي ينفعنا، ربي فقهنا وفقه أهلنا، وقرابة لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر.
رب وفقنا ووفقه لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما واخلات قياما عولما، نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل الشؤون، واقر بالرضا منك العيون، واغض عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل المنون، واغفر استر انت اكرم من ستر. وصلاه الله تغشى المصطفى من الى الحق دعانا والوفى، بكتاب فيه للناس الشفاء، وعلى الال الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرر. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. سبحانك اللهم وبحمدك، ونشهد لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك، جزاكم الله خير.